Kama ndo kwanza unakutana na YouTube channel hii Makambako Timba TV, naomba subscribe hapo chini, weka notification on, uwe wa kwanza kupata taarifa zote tunazoziweka hapa. Umoja wa wauza mbao wa Makambako, Makambako Timber Traders Cooperative Society, wameandaa tukio maalum la funga mwaka 2025 na kukutana na waasisi wa umoja huo pamoja na kutoa zawadi mbalimbali kwa kushirikiana na waasisi kama ishara ya kuthamini mchango wao. Tukio hilo pia limehusisha chakula cha pamoja kilichowaleta pamoja wanachama wa sasa na waasisi waliostaafu. Wakizungumza na Makambako Timba TV, baadhi ya waasisi wastaafu akiwepo mwenyekiti mstaafu Ajibu Tewele, Simon Mangula, Faustina Sanga, Mzee Lomo, wamewashukuru viongozi na wanachama kwa kuwakumbuka na kuthamini mchango wao mkubwa katika kuanzisha na kukuza umoja huo hadi ulipofikia sasa. Kipindi mimi naacha uongozi hakukuwa na maendeleo kama yaliyopo sasa hizi. Tulikuwa na maendeleo lakini yalikuwa yako chini. Kingine kilichonifurahisha zaidi, vijana ambao tulikuwa tunawalea wadogo ambao walikuwa ni watu wa kazi, leo wamekuwa ni viongozi wazuri, wanafanya kazi vizuri. Kingine cha kujivunia, mwenyekiti ambaye nilimwachia alikuwa ni kijana tu wa kazi, lakini leo amekuwa mwenyekiti mzuri. Kingine ambacho cha kujivunia ambacho nimekiona, mapato ya ushirika yako juu, yamepanda. Kingine ambacho nimekiona tena, zile asset ambazo tulikuwa tumeziacha zimekuzwa, zimekuwa kubwa zaidi. Lingine ambalo nimeona tena, hatukuwa na eneo la kufanyia biashara, lakini vijana wangu wameweza kununua eneo kubwa na la gharama kubwa la kufanyia biashara. Kwa hayo kwa kweli nimefarijika. Kingine tena nimeona wanaendesha ushirika kwa kisasa zaidi, tofauti na zamani tulivyoendesha sisi. Asante. Cha kwanza nawashukuru kwanza kwa umoja huu, nimeona kwa pale tulipoacha na sasa umeshapiga hatua zaidi. Kwa wakati ule na wakati wa sasa umekuwa na maendeleo zaidi. Kwa hiyo nawashukuru sana uongozi ambao upo pamoja na timu nzima, sekretari yote ya uongozi pamoja na wanachama wenyewe kwa kuendeleza umoja huu, kwa sababu wakati ule umoja wetu haukuwa na jina kama lilivyo kubwa leo. Wanamiliki redio, wanamiliki uwanja wa kumiliki wenyewe kwa ajili ya biashara. Kwa hiyo kwa sasa naweza nikasema wako zaidi mara mbili ya namna tulivyokuwa tunavyoacha ushirika huu. Ushirika umeenda mbali zaidi. Yani upo vizuri, umedumu, yani umeendelea pale tulipopaacha na saizi ndio umezidi zaidi na zaidi. Tunashukuru kwa wameuimarisha vizuri na unaendelea vizuri, tunashukuru sana. Pale tulipopaacha pameongezeka mara 100 zaidi. Nzuri, kwa kweli nawashukuru sana na wanafanya kazi moja kubwa sana, na nashukuru sana viongozi wanaosimamia na kila kitu kinaenda sawa sawa. Tukiangalia tulivyokuwa mwanzoni na sasa tunaona pana mabadiliko makubwa sana. Sasa wenzetu wamesonga mbele sana. Kuna changamoto gani ambazo nyie mmepitia kipindi hicho unapenda hawa wasipitie kwa sasa? Changamoto zilikuwa ndogo. Kwa mfano kusajili ushirika na uwe ushirika kamili, kidogo palikuwa na changamoto kidogo pale. Lazima tulikazania na tulipata. Pia tulikuwa tunafanyia biashara sio hapa, tulikuwa sehemu nyingine. Kwa hiyo tulivyohama kutoka kule kuja kwenye sehemu nyingine hapa, ilikuwa ni vigumu kidogo, maana ilikuwa ni mbali kabisa na mjini. Kwa hiyo kiasi kwamba paleta shida kidogo. Lakini kwa mahiri wa viongozi tuliokuwa nao, mwenyekiti kwa kweli alisimamia na wote tulihamia hapa na biashara ilienda vizuri sana. Kwa upande wa wanachama, Recho Sanga, Joina Lugono, Evas Nyakasongo, Edson Mngongo, Franki Gadao wamehimiza wanachama kuendelea kuwa na umoja, mshikamano na upendo, wakisisitiza kuwa misingi hiyo ndio nguzo muhimu ya mafanikio, ustawi na umoja kwa sasa na vizazi vijavyo. Naitwa Recho Sanga. Najisikia vizuri, pia nashukuru ushirika unatusaidia sana kwenye upande wa manunuzi yani ununuaji wa mbao porini na uuzaji. Yani tumekuwa tukinunua kirahisi na kuuza kirahisi kupitia ushirika wetu. Huwa tunapata changamoto nyingi sana tusipokuwa na ushirika. Hapo nyuma kabla sijawa kwenye ushirika, hasa mambo ya TRA. Tulikuwa tunasumbuliwa sana. Na vipi kwa sasa? Kwa sasa hivi imekaa vizuri. Katika umoja huu wa wauza mbao Makambako nimejisikia vizuri kwa sababu nimepata mafanikio makubwa. Mimi kama mwanamke imenisaidia kulea familia yangu. Kipindi kile cha Ajibu Tewele nafikiri mtandao ulikuwa bado hasa wa kibiashara, kwa maana kwamba ilikuwa uwezekano wa kupata mbao ni mwingi, lakini masoko yalikuwa ni machache. Lakini tunapozungumzia kipindi cha utawala wa Ima Kifanga kwamba soko liko nje, lakini changamoto tunaweza tukaizungumzia kwa habari ya upataji wa mizigo. Ndio naweza nikasema changamoto hiyo kwa namna hiyo.
Jina naitwa Evans Jacob Nyakasonga. Ushirika huu nimejiunga mwaka 2005. Mambo mengi tunanufaika. Ukizingatia tangu tumeanza biashara walianzisha wenzetu kwa wachanga, lakini kadri tunavyoendelea biashara inazidi kukua na kukua, na ndio maana hata ukiangalia unakuta kuna mwitikio mkubwa wa wanachama kujiunga. Nadhani kipindi cha tawala ambazo zimepita wanachama walikuwa sio wengi sana, takribani 30-20, lakini tunavyozungumza mpaka sasa mafanikio yaliyopo ni pamoja na kuona kwamba wanachama wamefika mpaka 80. Kwa upande wa viongozi wa sasa, Jackson Kilagwa, Beatus Kadaga pamoja na mwenyekiti Imani Kifanga wamewashukuru waasisi kwa kuitikia wito na kuahidi kusonga mbele zaidi licha ya changamoto mbalimbali wanazokutana nazo, huku wakiishukuru serikali kwa kuwaunga mkono na kuwasaidia pale wanapohitaji msaada wao. Kipindi cha 2012 2013 kwa kweli tulipita mapito magumu. Kutokana na hali halisi iliyokuwepo, ushirika ulishuka sana. Shida ilikuwa nini? Hapana, tuseme ni mazingira tu ya kiserikali kubanwa, maana ushirika ulikuwa kama bado haujaeleweka na mafunzo tulikuwa bado hatukawa vizuri. Lakini kwa sasa tumeenda kuwa mafunzo mazuri, basi tukaanza kupanda tena ushirika kuwa vizuri. Okay. Asilimia kubwa changamoto ilikuwa ni serikali, manake kuto kuelewa kama hii ni ushirika. Manake wanakuja pengine wanajua sio ushirika, kumbe ni ushirika, kufuata vile vigezo mpaka mkavimudu vile vigezo vya ushirika na serikali wakaamini kwa hii ni ushirika, unachukua muda mkubwa sana. Na ndio maana sasa ilileta changamoto, lakini baadaye walivyokuja kuelewa huu ni ushirika na vigezo vyote tunavyovifuata, basi mambo yakawa ni mazuri zaidi. Yaani sijawahi fikiria au kutamani kutoka kwenye chama kwa sababu tayari hiki chama kimekuwa ni msaada wa kila kijana wa mazingira haya. Na kama kuna mtu ambaye anatamani kutoka, ametamani tu kwenda kufanya shughuli zingine ambazo amependelea kwenda kuzifanya. Kwamba anaruka kutoka hatua hii na kwenda hatua nyingine. Sisi ndio tulikuwa waasisi wa ule UKAWA ambao nasema kwamba ni UKAWA. Sisi ndio tulikuwa waasisi kipindi kile, kitu ambacho tuseme katika mazingira huwa vinatokea vitu mbalimbali ambavyo inatokea kuyumbisha kiuchumi. Sasa ilivyotokea vile ikabidi kwamba kutokana na tulivyokuwa tumeyumba, sasa ikatokea tayari huu uwanja ambao tunautumia kama aliyekuwa anatumia Makambako Timber kwamba hatuna uwezekano wa kulipa tena pango. Ndio. Sasa ilivyotokea kwamba hatuna uwezekano wa kulipa pango, tukapeana kwamba hapa sisi tegemeo yetu ya riziki inatokana na mazingira haya. Ndio. Sasa kama inatokana na tegemeo mazingira haya, na wenzetu ambao tayari wamekuwa waasisi, wamekuwa wana miradi mbalimbali. Sasa kutokana na ile miradi mbalimbali tukapiga hesabu, je, hapa sisi ambao tunategemea ushirika kama ushirika na hatuna miradi mingine, je, tutafanyaje? Kwamba sasa kwa sababu tunatoa akiba ambapo tulitopo, basi tujaribu kuchangishana ili tuweze kufika mahali kufanyaje? Kukomboa uwanja. Na ni kipindi kigumu sana ambacho kiliwahi tokea, na tulikuwa tunapiga hesabu kwamba je, katika hili kama wameshindwa wale wenye nguvu, je, kwa sisi ambaye hatuna nguvu utaliweza hilo kweli? Hapa tumefanya bunge kama limepitisha sheria mpya ambazo zitaanza kutumika Januari. Kama endapo zitatumika kweli kwa wale mapendekezo ambayo tumeyatoa, basi sisi itakuwa afadhali zaidi, kwa sababu hicho ndio changamoto kikubwa, kwa sababu unajikuta hizi mbao wewe unaenda polini unanunua unakuja kuleta hapa, lakini mwisho wa siku unapokuwa barabarani umetoa polini, serikali wao wanataka uwe na risiti ya VAT, uwe na mapato, yani hapo mengi sana. Sasa kupata risiti, kwa sababu kule polini kupata risiti huku ni shida, yani kule polini kwa sababu ni wakulima wadogo. Kwa hiyo sasa kupata risiti inakuwa ngumu sana, kwamba mtu anaweza kavuna miti leo akaja kuvuna miaka 10 ijayo. Kwa hiyo sasa inakuwa shida. Kwa hiyo sasa tulipendekeza sisi kwamba serikali basi ibadilishe mfumo wa kukusanya kodi, kwa sababu kikubwa lazima kila mmoja alipe kodi. Ndio. Kwa hiyo ibadilishe mfumo wa kukusanya kodi, badala ya kuomba risiti kutoka kwa mkulima, basi sisi tuchangie kutokana na gari ambazo zinabeba. Yani tulikuwa tumependekeza sisi mapendekezo kwamba kwenye semi tuchangie shilingi 200,000 tuipeleke moja kwa moja serikalini, lakini tukishachangia hapo kusiwe kuna makadirio tena ya kodi, sijui kuna malisiti, hapana. Iweke tu mfumo vizuri, kama ni 200,000 semi basi tutoze 200,000, lakini kipisi 50,000, fuso 20,000, kwamba mtu akikutwa kama mpakia ambao basi unalipa tu 20,000 TRA
basi biashara inakuwa imeisha. Unakuwa huna kodi zingine. Kwa sababu kodi zingine hizi zinatengeneza udanganyifu mwingi, kwa sababu mtu amelima miti yake hawezi kuwa na mapato, hawezi kuwa na mashine. Kwa hiyo unapokuja kumdai mashine unatengeneza tu watokee watu wengine ambao watafaidika na hilo swala. Ila tunashukuru kwamba kuanzia Januari wamesema kodi mpya kuanzia Januari mfumo wa kodi mpya utabadilika. Umoja huo ulianza rasmi mnamo 1996 na kusajiliwa rasmi kama ushirika Januari 8, 2008. Umezidi kuimarika na kuwa na wanachama wengi zaidi.